nibaki vile vile. Wewe koma. Dada yako yeye anataka uninyime nini? Mtoto mzima kutia wewe. Anataka uninyime nini? Kwa hiyo utakuja baadaye. Mbona hapa najiona kabisa nimeingia choo cha vilema, mkono ndala mguu ndala. Labda ni ndio adhabu wapangiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu wangu, naomba nisaidie. Nifanye nini mimi? Ndugu yangu, kuna jambo kidogo nataka tusemezane. Unajua siku 2-3 hizi kidogo shemeji yako amekuwa na tafrani nyumbani. Haeleweki, anabadilika. Kwa hiyo anakuwa ananipa wakati mgumu. Unaweza ukaniambia kidogo, manake mara nyingi unakuwa unashinda nyumbani. Pengine unaweza ukanimegulia kitu. Labda pengine umeona kuna namna, kuna sintofahamu pale nyumbani, au kuna mtu anakatiza pengine. Ungeniweka sawa hapo, nikapata kuwa sawa na mimi. Kusema kweli jirani, mabadiliko kwa mkeo na yao. Siku 2 hizi simuelewi. Ila juzi kati niliona mabadiliko yalizidi. Ana nakumbuka ilikuwa juzi kati nikakutana na wewe usiku. Wewe unaelekea masjid. Mimi naelekea mtaani kwangu. Baada ya saa moja niko ndani kwangu nafanya harakati zangu. Nikaona kimvuli kimepita dirishani. Katika kufuatilia kile kimvuli nahisi ni mwanaume, japo sina uhakika. Anatoka ndani kwako. Ila sina uhakika. Samahani ndugu yangu. Unajua tunajaribu kuwekana sawa. Mimi sidhani kama kuna ubaya. Huo mdogo unaotoa, lakini kwangu kuna kitu kikubwa sana. Pengine unachokijua haswa. Manake sio kwa hivyo tu, lakini pengine kuna linalojulikana zaidi ya hilo. Tukajuzana, sio mbaya. Kwa hiyo jirani, hakuna anayelijua zaidi ya hilo. Na mimi sitaki kugombanisha ndoa ya watu. Nyinyi majirani zangu tumeishi vizuri. Kwa hiyo cha msingi wewe ulifuatilie vizuri kwa umakini zaidi. Wasikia mshamba. Nikiwa kwenye kazi zangu sipendi kuteseka, umesikia? Jifokoe. Jifokoe. Shamba. Jifokoe. Nitakutoboa. Anizio ananiweza. Shamba. Anizio ananiweza. Tulia. Labda zamani mzima una shilingi 50. Vua viatu. Shamba kweli. Yaani blazameni mzima na fionga vaka pendeza na 50 mfukoni. Ndugu zangu Waislamu,
Leo ni siku ya Aljumaa. Bado muda mchache tu tuweze kuelekea msikitini. Sasa ndugu zangu, tunafunga kweli mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini swala tano sisi inakuwa ni mtihani. Basi Mwenyezi Mungu akatupenda tena, akatuwekea ile swala ya mkusanyiko ambayo ni siku ya Aljumaa. Tunakusanyika watu mbalimbali wa kila aina, wanatokea kila sehemu. Sasa nawaomba ndugu zangu, leo tujumuike katika msikiti wetu twende tukaswali Ijumaa. Yaani kwanza Aljumaa hii ya leo imeungana na pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeongeza asilimia nyingi katika Ijumaa ya leo. Maana yake pale unapata kwenye Ijumaa, unakuja unapata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie pesi tuweze kufika msikitini. Kakaangu, hii tabia utaacha lini wewe? Bwana sister, mbona unataka nini rafiki yangu? Kwa hiyo unajua unachokifanya? Kivipi yani? Mbona sikuelewi? Kwani sister, mimi naomba nikuulize swali. Mimi kaka yako au basha yako? Mbona nifuatilia sana kwenye harakati zangu? Wewe umeona mimi wapi? Hawataka uchambe umbea. Hivi mbona uelewi wewe? Yaani kila siku nimekuwa mtu wa matukio tu. Aya kaka, watu riziki yake yenyewe itafuta kwa shida, unaenda unamfokoa, atakuwa yeye na familia yake. Umeniona wapi? Kwa hiyo unajua umetokea wapi, si ndio? Yaani leo nimekushuhudia kwa macho yangu maana mwibia yule kaka kwenye kichochoro pale kwa mabata. Hivi wewe Chipa, nishakuelekezaga kitambo, ule mtao usiende kukatisha, utakuja kunipa lawama. Afu mimi lawama zako nimezizoea ujue. Kwa nini mama nikadhani sipite kumbe ndo sehemu zako za matukio, si ndio? Ndo kazini kwako pale. Bwana nisikilize bwana. Una stories zingine au stories zako ndo hizo kila siku za ushubada unazonipigia? Usiniambie story nyingine au stories hizo za ushubada. Ninavyokuambia sasa. Siku mimi nasema kwa hizo pasipoti zinachelewa kutengenezwa jamani urudi, Unajua unanichosha Chipa. Nimechoka ujue na matukio yako wewe. Inapoelekea na kuleta difina mimi mwenyewe. Baka familia yangu shanza kwa nyungu siku za tukaniletea wazee mtaani. Hata nikuwa sungusungu poa. Wewe si unavyotaka tuishi hivyo. Shehe wangu. Naam shehe. Nimekuita hapa kuna jambo nataka tutete. Yaani mimi binafsi nisio muongo. Naishi kwenye toba. Naishi vizuri sana kwenye hiyo toba. Lakini kuna sehemu nateleza. Muda si mwingi yule bwana mkubwa niliyetembea na mke wake atakuja kujua tu. Atakuja kujua. Hapo ndipo najihisi sasa mwisho wangu unafikia. Sijui nifanyeje mimi. Shabani, unajua Mwenyezi Mungu ana vitu katuwekea sisi waja wake. Unaweza ukakurupuka kwa jambo kwa muhamko wa kufanya jambo alafu baadaye akakugeuzia nafsi akaitaka ile nafsi ukaona umefanya jambo kubwa sana. Lakini cha kufanya hilo jambo litakiwa litoke hadharani. Lakini litakapotoka hadharani ina maana kila mmoja atajua kwamba wewe. Lakini hilo usilifikirie hilo, ninachoomba kama itawezekana uende utafute mtu mwenye busara zake, uende naye moja kwa moja kwa yule bwana, uende ukamuombe radhi. Lakini mimi bado najiona bado kuna vitu nimemkosea sana yule bwana mkubwa. Naam. Yaani ningelijua kwamba yule bwana mkubwa ndo mkewe yule, mimi nisingeweza kutoka naye kimahusiano. Yule ni binadamu na lazima atakusikiliza tu. Yule ni mcha Mungu namjua. Nitajaribu kufanya hivyo. Fanya hivyo shehe wangu. Na imani kabisa utakapofanya hivyo, inshallah Mwenyezi Mungu atafanya pesa yake. Hakutatokea shari. Amina, amina, amina. Inshallah. Amina.
Asante sana dadangu. Nashukuru vitu vyangu vyote vipo salama. Mungu akubariki kwa kuvirejesha kwangu tena. Haya sawa. Lakini nilikuwa naomba utusamehe. Si unajua tena changamoto za vijana. Wala usijali kwa hilo. Mimi nimesamehe kwa Mwenyezi Mungu. Hata visingerudi mimi nilikuwa nishasamehe kutokana tupo katika mfungo wa Ramadhani. Na sisi wote ni ndugu. Kwa hiyo nimesamehe yote haya. Haya, tunashukuru kakaangu. Usijali, tupo pamoja, usijali. Haya, sawa. Haya, basi mimi naenda. Haya, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tunaweza tukaongea? Ongea, sikia. Kuna jambo nimebaini. Kuna mtu waga anakuja usiku hapa nyumbani, sio? Wewe maneno nani kukwambia? Au ushaanza kupata vijineno neno uko nje? Unafiki tu wa huyo mtu gani? Kwa sasa hilo sio muhimu. Muhimu ni wewe kusema ukweli juu ya hili. Ukweli gani? Wewe huwezi kumtaja huyo mtu alokuambia. Mimi nikwambie ukweli gani? Mtaje, alafu uone ukweli utajulikana ujulikane. Hivi kwa nini unapenda tu tunabishana bishana? Kwa nini? Kwa nini unapenda ukiwa unaongea na mimi mradi utaki kufanya unachokitaka wewe? Kwa nini? Unaupima udhaifu wangu eti? Unapima kujua mimi niko vipi eti? Wewe usitaki kujua mimi nikoje. Uvumilivu wangu utanishinda kabisa, utanishinda. Bwana, bora nilivyokutana na wewe ndugu yangu. Wewe bwana, kwanza kabisa leo lazima nikwambie ukweli. Hiyo tabia ulioanzisha acha mara moja. Wewe umetoka South Africa umerudishwa hapa kwa sababu ya pasipoti. Unasubiria pasipoti lakini unataka kuharibu kila sehemu. Unaharibu mpaka nyumbani. What do you mean? Wewe unamaanisha nini ndugu yangu? Acha hiyo tabia. Nazungumza na wewe kama kaka mkubwa. Leave at the problem with. Wanuna unaongea sana afuja kula hata moja. Yaani ungejua ile siku ya leo mwanangu nilivyonendea ovyo. Yaani hata usingeleta kabisa ngochera zako askari wangu. Oya, mbona mchambia mpea askari wangu shida nini kwani? Pale wewe nitakufukuza ujue. Mimi sitaki puuzi ujue. Hey. Oya, kwa pale kwa babako peke yako pale. Wewe unifukuze kama nani pa? Wewe kama nani unifukuze pale mjengoni? Sikia sasa mwanetu. Wewe tupo kaka kwenye kibanda cha ulisi kule chini. Sawa, shobo zako mwenyewe na ndugu yako tumeenda kukaa kule. Kwa nini kukaa mjengoni pale mpaka nini unaona kama mimi namna gani au sio? Kavipi mwenyewe na mimi pale pale sasa. Kama na bila faidi, nitaondoka. Mtafanyaje? Nitaondoka. Mimi kajua mkubwa mtu mzima una akili ya kikubwa. Kumbe unaweza kama mkubwa fakiri yako baba ya kitoto. Wewe una akili ya kitoto wewe. Ebo, ni mtoto. Mimi nyangalika. Mimi children. Mimi student. Hey, wewe unanitukana. Mimi sijafikia hatua kutoka mtoto na mdogo wangu mimi. Wewe chipa. Oya sikia bro.
Ulioni kama sisi pigo la zote tuzifagilii. Tutakukamata tutakuosha jicho hilo. Mshenzi mkubwa wewe. Mshenzi, mpumbavu wewe. Unasafisha jicho mimi? Unaanzaje kusafisha jicho? Mimi na utu uzima wangu sijawahi kusafisha jicho hata siku moja. Maalum unanidindia? Na kudindia. Unachukuliaje? Jibu unanipiga. Unipiga mimi sio kukupiga tu na nakufokoa. Jibu unanipiga jibu. Wewe unachamba umbea tulia si zato nini? Sawa tulia. Kavu ni. Haina shida mimi si chipsi. Weka na zege. Mshaba mmoja. Unapenda kuchamba umbea kama Juma. Jibu zawadi toka hapa. Toka mwenyewe. Toka mwenyewe. Mjinga wewe. Wewe unanichukuliaje mimi? Mimi nimekustahi tu kwa sababu ndugu yangu. Wewe. Mimi nimekustahi kwa sababu ndugu yangu. Nasemaje? China sijaenda kununua simu used wala kuangalia magorofa. China nimeenda kujifunza kareti. Wewe. Mjinga nini? Mimi napigwa na mtoto mdogo. Aibu. Aibu wewe. Salamu alaykum shemeji.